Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna miungu ya masengenyo peke yake. Masengenyo. Sema shetani ashindwe. Hiyo ni madhabahu tayari ya shetani ya kumeza madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inafika mahali hali hiyo nakuja mpaka madhabahuni. Mtu anaimba, anafanya huduma, lakini bado kuna kamungu ndani yake. Kanini? Masengenyo. Haleluya. Usione kile unachofanya kikiwa kinyume na mapenzi ya Mungu, ni shetani. Sema shetani ashindwe. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Nataka nikutengeneze njia, na kuanzia leo Mungu akusaidie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukaweze kupambana na control hii hali mpaka kuondokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu nyingi imefika mahali zimedhoofika kwa sababu hii roho ya masengenyo. Haleluya. Pigie Bwana makofi mazuri. Mimi nafundisha. Haleluya. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hivyo ukienda vibaya, inafika mahali hiyo inaspoil huduma yako, ama inaharibu huduma yako, inaharibu kila kitu kilicho kizuri kwako. Madhabahu ya masengenyo ni miungu. Maana chochote kifanyikacho kinyume na mpango wa Mungu ni dhambi. Sema shetani ashindwe, ndugu yangu. Haleluya. Haleluya. Halafu kuna roho ya kutosamehe. Sikusamehe wewe, ulinikosea sana. Haleluya. Nisamehe ndugu yangu, sikusamehi. Miungu wa kutosamehe wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na roho nyingine ni ile miungu ya roho mbaya. Akija mahali tu mpaka koroge wengine, ahakikishe amevuruga hapo mahali na anatoka anaenda. Haleluya. Hiyo roho lazima uichunguze. Ikifika kana kwamba iko ndani yako, ni lazima mwambie Mungu sahihi, ninakataa hizi madhabahu, zisifanye kazi ndani yangu. Nataka madhabahu yako Yesu iingie ndani. Na ikifika mahali kama hapo, unaondokea mambo haya, unaondokea hii miungu. Usiseme kwamba dhambi peke yake ni usherati, ni usherati. Hapana. Sio hiyo. Sema haleluya. Hii yote ni miungu ya mababu. Hali hii ikiwa ndani yako, madhabahu ya Mungu itakuidhoofisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakudhoofisha yenyewe automatic. Kwa hivyo kuna mambo ambayo ni lazima ukayaondokee, mtumishi wa Mungu. Wewe ambaye uko tayari kufanya kazi ya Mungu, kuna mambo haya lazima ukayaondokee. Sema haleluya. Haleluya. Weza kwenda mahali kanisani kabisa, lakini inafika mahali unashangaa ni kitu gani kinaendelea hapa. Tunaabudu Mungu wa sarakasi. Tunaabudu Mungu wa misarakasi. Umepata huduma deliverance peke yake, inaashiria ndio. Tangaza wokovu, madhabahu iliyo mbaya itoke kwa watu wa Mungu, wende mbinguni. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Haleluya. Haleluya. Itakudhoofisha tu na itakunawarisha. Sasa hivi chukua exercise, ama chukua hatua na ukajaribu kujitenga na mambo haya. Enda mbele za Bwana, funga, mwambie Bwana ondolee kama roho hii inaweza kuwa inatembea ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hebu soma Mathayo 18 mlango wa 20 na mpaka mstari wa 22. Tasoma kwa uwezo wa Mungu. Kwa kuwa palipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo. Ndipo papo hapo katikati yao. Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu
Kisha Petro akamwendea akamwambia, Bwana, ndugu yangu akinikosea mara ngapi nami namsamehe? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7, bali hata mara 70. Mara 70. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ona kile ambacho Mungu msaidie huyo. Ndio maana nalala kwa hiyo. Mtu analala. Msaidie huyo. Njoo hapa. Njoo hapa. Njoo hapa. Haleluya. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Iwapo wawili, watu watatu wamekusanyika ni kwa ajili ya Yesu, yeye huwa anaingia ndani, anakaa katikati yao. Kwa hivyo ina maana hapa Mungu anaweza kosa kukaa katikati yetu kama kuna haya maroho yafuatayo. Hii miungu ya hasira, chuki, masengenyo, kutosamehe, roho mbaya na kuendelea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikafika mahali mwanafunzi mmoja wa Yesu akainuka. Petro akamuuliza, ndugu yako akikosea wamsamehe mara 7? Akaambua, la hasha, 7 mara 70. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 7 mara ngapi? 70. Kwa hivyo inafika mahali mwenzao kosea, sasa msamehe. Maana inaonekana wazi kabisa, ndio Petro aseme kulikuwa na shida hiyo ya kukoseana, ya kuongelana vibaya, kufanyana mambo mabaya. Yesu akasema samehe 7 mara 70. Usamehe hiyo, bado na samehe. Haleluya. Haleluya. Kumekuwa na mtafaruku katika nyumba ya Bwana, ni kwa sababu tunaenda kuentertain mambo ambayo si ya kiungu katikati yetu. Sema shetani ashindwe. Haleluya. Haleluya. Kutosamehe. Maana Pita yeye alienda akaenda kisamehe mpaka akakamilisha mara 7. Huyo mtu mmoja anamsamehe kila siku. Akamwendea Yesu, akamuongezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha niwaambie kitu kimoja. Mahali kuna roho Bwana na kuna madhabahu ya kweli, mahali pale wa Mungu anashuka, na atakaposhuka mahali pale huwa ni lazima abadilishe mazingira. Kuna mambo fulani inatakikane katuondokee. Bwana Yesu asifiwe. Lazima katuondokee ndio ili maisha yabadilike, ndio maana mambo yawe mazuri kwako. Mungu hajakupa maisha ya kuhangaika. Mungu amekupa maisha ya maana, lakini inafika mahali unayaharibu kwa sababu ya vitu ambavyo Mungu hapendi ufanye. Ni nani alikwambia kwamba Mungu haponyi? Mungu anaponya na taratibu zake. Hakupoi tu hivi hivi. Sema amen. Huangalia kwanza neno lake likathibitike. Haya yote yanathibitishwa mahali pale ama hapana? Tunachukua nasema nimepona, sababu nimemponya mimi huyu. Tangu lini mwanadamu uwe na uwezo wa kuponya mtu kama sio Mungu? Tuko pamoja? Mnanielewa kile naongea? Kama naelewa, fanya mkono wako juu hivi. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii Yesu alijibu akamwambia, na Petro alitii. Kwa hivyo hata Petro akiwa mchungaji anajua mtu anasamehewa 7 mara nini? 70. Mekosana mzee wako, inafika mahali mimi naenda. Huenda pengine ni shetani huyo. Endelea kumwombea mzee wako, atabadilika na atakuwa kitu safi katika Bwana. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri. Wanaotumia maneno naenda ni maneno ya kukata tamaa. Mtu aliokoka haitakani aende mahali hapo. Yesu akamwambia Petro kwamba unasamehe 7 tena mara 70. Kwa hivyo kuna mtu ambaye amemshika katika roho, inafaa uachilie madhabahu ya Bwana aingie kwako. Na kama umemshikilia jioni kama Mungu kwa ndani yako, kanajaribu kuharibia maneno yako na utajiri wako, inakukata wewe kati yako nani na Mungu. Kumbuka ya kwamba Mungu amesema mimi ni Mungu mwenye wivu, usiabudu miungu. Kwa hivyo utakapokaa mahali pamoja kama hapo, ni kama unaabudu miungu, na Mungu pia itafika mahali atakuwa mbali na wewe. Sema shetani ashindwe. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Pigie makofi Yesu. Sema amen. Haleluya. Hivi jilinde
ama jilileni kama ndugu yako ameukosea, muonye, akitubu ako upande wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na asipotubu, achana na yeye. Amen. Mutoe kwa moyo wako, muignore, atoke kwako. Mungu atakuletea marafiki wazuri. Amen. Pigie Bwana makofi mazuri. Mungu atakuletea wafanyakazi wazuri. Using'ang'ane na kufanya kazi na mtu mwingine ambaye bado amebeba miungu ndani yake. Sema shetani ashindwe. Pigie Bwana makofi mazuri, shangwe na vigelegele kama tuko pamoja. Jilindeni kama ndugu yako amekukosea, muonye, akitubu utamusamehe basi. Una taratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna mwingine anatuma ni shetani kabisa live, aja kufarastate waanguke wokovu. Anakuja anakaa hapo na anakufarastate. Yaani ni roho iko hapo ya kutoa watu kanisani. Sema shetani ashindwe. Ndugu yangu mpendwa, mtu wa Mungu, iondokee miungu, muabudu Mungu wa kweli. Hii ni madhabahu inayojibu, hii ni madhabahu inayoponya, hii ni madhabahu inayofungua, lakini kuna taratibu ambazo nataka nifuate. Sema amen. Haleluya. Wengine wamechikoroga mpaka wameenda Illuminati. Wako tayari kutoa watoto wao watoe washirika, wameshindwa kutembea na mambo haya. Na mimi lazima nitafundisha mambo haya. Yeye atakaye asikia haya, yatamsaidia, maana inaenda kunisaidia hata mtu mwingine, hata mimi. Pigie Bwana makofi mazuri. Daudi akasema ya kwamba upanga ukatoa pande ile, ukishakata unakuja pande hii. Bwana akamwambia Daudi, umetenda dhambi. Maana alitumwa Nathan, akaambiwa umetenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye alipiga magoti mara moja akatubu na Mungu akamsamehe. Haleluya. Inawezekana mzuri upige magoti mahali upo, umwambie Mungu nisamehe, nisamehe, na Yesu ni mwaminifu, atakuondolea mambo hayo na utaanza na Mungu vizuri. Kama tuko pamoja, pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Maana imefika ya kwamba ni kawaida ya makanisa watu kusengenyana, kuwa na chuki. La hasha, sivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye kusimamisha na kuongoza madhabahu yeye ako na makosa. Hata kuambia watu atakao ni pesa weka mfuko. Ndio pesa lazima itawekwa kwa mfuko, lakini injili ya kweli ni lazima ikahubiriwe. Haleluya. Mungu hatapata njia kuingia ndani yako. Kwa kila andiko liko na pumzi ya Mungu. Akasema hivi, msiabudu miungu mingine ila mimi, maana mimi ni Mungu wa wivu. Kwa hivyo haya ni onyo, ukitaka kuinuliwa na ukawezi kunawiri. Kwa miaka mingi umetembea kwenda makanisani, na ikafika mahali kila mtu akapoingia unavunjwa moyo. Angalia na kuchunguza sana madhabahu yako mahali upo. Sema shetani ashindwe. Sema shetani ashindwe. Nataka mtu ampigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Soma Mathayo 5 mstari wa 8. Mathayo 5 mstari wa 8. Ndio. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Tulia. Heri wapatanishi, hao wataitwa wana wa nani? Wa Mungu. Wewe kiongozi ndio uweze kupatanisha watu. Wewe ndiwe unaitia moto katikati ya washirika. Nika miungu asika miungu haka. Nika miungu. Yakobo yeye alitoka kwa Laban, anaenda kwao, akaona kamiungu pale akakachukua, mke wake akachukua. Wanasema ni utajiri wa baba. Anayebariki ni Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mwanadamu anayebeba baraka zako, ni Mungu anayebeba baraka zako kutumia mwanadamu. Pige Bwana makofi mazuri. Heri wapatanishi. Heri wapatanishi, hao wataitwa wana wa nani? Pige Bwana makofi mazuri. Kwa hivyo ukitaka kuitwa mwana wa Mungu na ukubalike, ni lazima ukaondoe hivi viungu, kamiungu ondoa, hasira ondoa, masengenyo ondoa, vita ondoa, roho mbaya ondoa. Sema haleluya. Pige Bwana makofi kama tuko pamoja.
Unapata kitu ndugu yangu? Sema amen. Roho yako itakapo